Karibu katika sehemu ya pili na ya mwisho ya siasa za kanda. Tunajadili swala hili la uongozi wa wanawake na tunaona jopo ambao wanajadili swala hili. Tunaelekea upande wa Murang'a ambapo tunaye Bwana Sami Moraya. Moraya, wewe unasemaje kuhusiana na hili swala? Manake watu wanasema kwamba swala la uongozi wa wanawake linatakuwa lianze hata katika shule za upili, msingi na kadhalika mpaka katika vyuo kabla watu kutoka katika ulimwengu wa nje. Unafikiria kuna hii hamasa ya kutosha kutoka katika shule za upili na taasisi za elimu kabla watu kuingia kabisa katika hii kinyang'anyiro cha siasa? Kabisa nakubaliana na wale watu ambao wamesema hivyo, kwa sababu ukiangalia katika shule zetu siku hizi mara nyingi unapata kwamba kila shule ina uongozi wake. Unapata kwamba wameanza kufunza wanafunzi mambo ya uongozi na kuchukua hizi nafasi mapema. Kwa hivyo unapata kwamba ukiangalia kila shule kuanzia darasa la kwanza wako na cabinet yao, wako na rais wao, wako na makamu wa rais, na hapo ndio kama ulivyosema uongozi unafaa uanzie papo hapo. Na hamasisho kwa wote, kwa sababu swala la usawa halianzii huku juu. Swala la usawa linafaa lianzie kule chini. Kama ni kugawanya viti kulingana na vile watu kwanza wanajitokeza, ama pia kuangalia masuala ya hii theluthi moja, tunafaa tuianzie pale chini. Wakati pale shuleni watu wanachagua viongozi wao, wanafaa waambiwe kwamba lazima mchague kina dada na pia mchague wavulana. Na hili jambo linafaa lisitizwe shule pia za upili, na pia ukija kwenye universities na colleges pia hilo swala linafaa liangaliwe. Na pia kidogo ukiangalia siasa za Kenya, acha tuzungumze kwa nini mara nyingi hatuna kina mama wengi ama kina dada wengi ambao wanapenda siasa. Ni kwa sababu siasa za Kenya sio siasa za nidhamu, sio siasa za kila mtu kuangalia sera za mwenzake na kuzizungumzia. Siasa za Kenya ni siasa za matusi, ni siasa za kuanikana, na mara nyingi unapata kwamba kina dada, ukipata mtu ambaye pengine mama ako na familia yake, apate kidogo pengine yule ambaye wanabishana naye ni mwanaume amtusi siku ya kwanza, siku ya pili, utapata yule mama kidogo anajiondoa, hataki, kwa sababu yeye anazingatia masuala ya familia na ni vipi jamii nzima itaweza kumwangalia kama kiongozi. So unapata wengi hawapendi kujibizana na wanaume, ndio kwa maana unafika mahali unaona kidogo mtu ameanza kujiondoa katika uongozi. Tunafaa tuwe katika hii nchi yetu tuanze kuheshimiana kama viongozi, kuheshimiana kama watu ambao wanafanya kazi mahala pamoja. Tusiwe na hii mambo ya kuaibishana kwamba hiyo ndio njia ya kufanya siasa. Na tukianza kuzungumzia sera zetu, na mara nyingi by the way utapata kwamba ukiweka mwanaume na mwanamke chini, waambie haya basi nyote wawili nipe sera zenyu, utapata kwamba pengine mimi sina vitu vingi ambavyo nataka kufanyia wananchi, lakini kwa sababu mimi najua kupiga kelele, mimi najua kutumia matusi, inakuwa ni rahisi kwangu mimi kupata hicho kiti. Kwa sababu nitumie mfano wa Patience ambaye mko naye kwa studio. Patience hataki ni mtusi, anataka akiwa kwenye jamii iwe inamheshimu vile vile, lakini mimi nataka nimtoe hadhi kama mwanamke, nimwaibishe ili nipate ile nafasi. Kwa hivyo niseme ni jambo la kuwa tu siasa za Kenya hazina heshima. Kama zingekuwa na heshima, tungekuwa na viongozi wengi sana kina dada. Naam, asante sana. Kuna ujumbe hapa kutoka kwa Mwalukumi, anasema kutoka Davida, anasema atamchagua Maimuna Mwidau kwa gavana mwaka 2022. Maimuna, utaingia kwenye kinyang'anyiro? Watu wanakusema hapa. Hicho kinyang'anyiro ni cha kila mtu, kwa hiyo na mimi nikiitwa nitaitikia. Kwa nini nisikubali? Hicho ni kinyang'anyiro cha kila mtu, mwenye uwezo wa kuwa kiongozi aingie.
Na ningependa sana kukubali mazungumzo ya Sami kwamba siasa zetu kusema kweli ni chafu, na wananchi pia huwa walaumiwe kwa upande mwingine, kwa sababu wao ndio wanaosherekea yale yanayozungumzwa. Mara nyingi utakuta kiongozi ambaye ndio atatumbuiza watu kwa maneno machafu ndio atakayepigiwa makofi mengi, lakini akitoka kiongozi atakayezungumza sera za kisawasawa ambao za maendeleo, watu wanamuona kama ambaye hana maana. Kwa hiyo viongozi na wananchi pamoja wamechangia siasa yetu. Na kwa upande mwingine ukitizama, uongozi hauanzi shule, uongozi waanza nyumbani. Kwa sababu pale mzazi anapokuwa analea watoto, anajua nani ni kiongozi na nani si kiongozi. Basi kama ni mke ama ni mume, huwa mzazi pia anaelewa. Sasa inapokuwa mzazi ampa fursa mtoto kufuatilia lile jambo ambalo anaona anaweza kubobea nalo, ndio mwanzo wa kumpa uongozi. Nasema hivyo kwa sababu mimi mwenyewe nimepata fursa hiyo kwa mzazi wangu. Alikuwa akinipa fursa, tukizungumza, ataniuliza maswali, nitampa maoni yangu ninavyoelewa kwa umri wangu, na akaniendeleza namna hiyo. Kwa hiyo kama ingekuwa hakunipa ile fursa, nikiambiwa saa zote kwa sababu wewe ni mtoto wa kike, nenda kafagie, nenda kaoshe vyombo, nenda kaoshe sufuria, wala pengine nisingejifunza mambo mengi, lakini imetoka nyumbani kwanza. Halafu shule ni kuongezea elimu. Naam, asante. Patience, katika leo naambiwa tunatoka mapema kidogo, biashara nyingi. Unasemaje kwa dakika moja kumalizia? Kumalizia? Naam. Nadhani tumeanza tu. Mimi nasema hivi. Namsikia mama Maimuna akisema kwamba, na pamoja na Sami alivyosema, siasa za Kenya ni za matusi, siasa za Kenya hazina heshima. Lakini tunataka kusema hivi, kizazi cha hivi sasa, wanawake ambao ni sisi na wale ambao wanakuja nyuma yetu, matusi hatuogopi. Leta sera zako, tupambane katika debe, ukuje usimame useme haya ndio mambo ambayo naona ni mabadiliko ambayo unataka. Kwa sababu ule wakati unaleta matusi, tunaribiana wakati, tunaribiana muda tungeweza kusaidia sana watu kusonga mbele. Hivi sasa tunasema tuweze kukua katika Kenya mpya ambayo Kenya tunaheshimiana. Kwa sababu hii leo utanitusi sana, kisha kesho kutwa nitakuwa mimi ndio kiongozi wako, itakuwaje? Chukua muda wako, package sera zako, hakikisha ukifika pale unatafuta watu na waongelesha, unasema haya ndio mambo ambayo naona nitawaletea katika mashinani, ama haya ndio mambo ambayo nitaleta mimi katika uongozi wangu, ili tuweze kuendelezana kama Kenya. Iwapo tulikuwa tunaendelea hivyo sasa, nadhani Kenya ingekuwa mbali hivi sasa. Kusema tu kwamba wanawake wameshajitolea na matusi hatuogopi, mara nyingi utasikia, mimi kwa mfano najua nitaingia katika siasa wakati mmoja, lakini mamangu ni mara nyingi ushinda kuniambia, bana, hiyo si kazi nzuri Patience, hiyo ni kazi ya matusi, hiyo ni kazi. Tayari ameogopa kwa sababu ameona mifano mingi, lakini mimi namwambia, mami usijali, kama mimi nadhani nina mwito, nitauitikia, na ni siku moja nitakapoingia nitatukano, lakini kama nina uongozi ukifika wakati wake umefika, sivyo? Kwa hivyo tuweze kuhakikisha kwamba wanawake tunawatia moyo, tunaweza kuwasaidia ili wafike pale wanapofika, na tukubali kwamba Kenya imefika mali hivi sasa. Tunakubali uongozi wanawake, maana wanawake wako wamejitokeza na wanao nia ya kuweza kuhakikisha kwamba pia wao ni viongozi wa kubadilika nchini Kenya. Naam, asante sana. Watu wa Taita Taveta wamesikia, manake hatujui, pengine utataka ugavana. Samboja kuna upinzani hapa kidogo, lakini ndio hivyo. Naam, tumekuwa najadili swala hili la uongozi wa kina mama ama wanawake, na tumekuwa na Sami Moraya ambaye ni mwanaharakati siku hizi, ni mwanahabari, lakini anatetea kina dada sana siku hizi. Hali kadhalika tunaye Patience Nyange ambaye ni mwanahabari vile vile mwanaharakati, na Bi Maimuna Mwidau, huyu hata alikuwa katika ile kamati ya Bomas siku zile katika miaka ya huko nyuma kupigania masuala ya wanawake. Mimi ni Paul Nabiswa. Kipindi kimekuwa kifupi kwa ajili ya hapa na pale, lakini wiki ijayo tutazidi kupasua mawimbi.